Na kitu kingine ambacho kinafanya hizi silaha za ulinzi wa anga hasa hizi za masafa madogo, yani short range air defense system, ni kwamba huwa zinawekewa filter, na hii filter kazi yake inahakikisha kwamba vitu vyote ambavyo vitakiwa kulengwa na hii silaha ya ulinzi wa anga lakini inaweza ikaviona havitakiwi kulengwa na hii silaha ya ulinzi wa anga. Kwa mfano magari ambayo yanapita barabarani, magari ya kawaida tu ambayo yanapita barabarani, rada inaweza ikayaona lakini haitakiwi kuyashambulia. Kwa hiyo kuna namna wamekategorize namna gani haya magari hayatashambuliwa. Kuna yule ndege mnyama anayepaa naye hatakiwi kushambuliwa. Sawa, anaweza kuonekana kwenye rada na rada inaweza ikatambua kama hii ni hatari, labda ni drone inakuja. Kwa hiyo wamewekea filter ili siweze kurushia ndege makombola au kuimiminia marisasi. Sasa hii filter ndio kitu ambacho hizi drones zinatumia na kufanya hizi silaha za ulinzi wa anga ziwe ni vigumu sana kulinda anga. Kitu kikubwa ambacho wanatumia kuseti filter ni speed, yani speed ya target. Wanajua kabisa ndege mara nyingi, ndege mnyama anayepaa huwa hawezi akaenda speed kiasi fulani. Kwa hiyo rada ikiona kitu kinapaa kwa hii speed, kinajua moja kwa moja hii ni ndege mnyama of course, kwa hiyo isimshambulie. Lakini pia ikiona kitu kiko chini sana, kinapita chini afu kwa speed ambayo sio kubwa sana, hii rada itajua hii ni gari ya kawaida inapita tu, kwa hiyo haitaki kuishambulia. Sasa kwa mfano hii filter ikashindwa kufanya kazi ikashambulia gari, ya hiyo itakuwa ni issue nyingine kabisa. Lakini hizi drones za mashambulizi kama hizi za FPV zinaweza zikaenda speed ndogo sana na kukopi ile speed ya ndege au speed ya gari ambayo linatembea chini kidogo, na hivyo ndivyo hizi drones zinaweza kutumia kuevade hii air defense system na kuidanganya hii air defense system kwamba haipo. Lakini pia kitu kingine ni kwamba hizi drones zinatengenezwa na plastiki na vitu ambavyo sio rahisi sana kuonekana kwenye rada. Kwa hiyo ndio maana hizi drones hasa hizi za FPV huwa zinakuwa na ufanisi mkubwa sana kwenye kufanya mashambulizi. Inabidi maengineer wa rada waingie kazini, waanze kudesign rada mpya kabisa zenye uwezo wa kutofautisha hivi vitu. Lakini pia wanaweza wasitegemee rada tu, wanaweza wakatumia njia nyingine. Nimeona kuna style ya kutumia sauti. Tunajua hizi drones zinavyozunguka yale mapanga yake huwa yanatoa sauti kubwa sana, na hii sauti inaweza ikatumika kutrack hizi drones ziko wapi na kuweza kuzishambulia. Kwa hiyo hizi ndio njia mpya kabisa ambazo zinatakiwa kuweza kutengenezwa ili kuweza kutrack hizi drones na kuzizuia zisifanye mashambulizi makubwa kama haya.